in this life, is it possible to be defeated? I want to hear from you. Is it possible? Je, inawezekana kushindwa? To be defeated. Kushindwa. Is it possible? Je, inawezekana? He's saying, anasema, when your people Israel have been defeated, wakati watu wako Israeli watakapokuwa wameshindwa by an enemy because they have sinned against you, na adui kwa sababu ya dhambi walizofanya dhidi yako, and when they turn back and give praises to your name, watakapokugeukia na kulikiri jina lako, praying and making supplication before you in this temple, wakiomba na kufanya dua kwako katika hekalu hili. Look at verse 25. Tazama mstari wa 25. He's saying, then hear them from heaven, anasema kwamba basi uwasikie toka mbinguni, and forgive the sin of your people Israel, ukasamehe dhambi ya watu wako Israeli, and bring them back to the land you have given them, na kuwarudisha katika nchi uliyowapa baba zao and their ancestors. na baba zao. Listen to them when they cry, Wasikilize wanapolia, when they are defeated wakati wanashindwa by life, na maisha, when they are defeated wakati wameshindwa by issues, na masuala, when life becomes hard, wakati maisha yanakuwa magumu, then they cry to you wanapokulilia inside the temple. ndani ya hekalu. You are in heaven, Uko mbinguni, they are in the temple. wako katika hekalu. Hear them. Wasikie. We will talk. Bwana Yesu asifiwe. Now listen, look at me, look at me, look at this. Tazama hii. Look at that now. Tazama hilo sasa. You still want to be out? Je, bado unataka kuwa nje? Your vision, actually, just look at ever since the year began up to now. How many days have you been out? Tazama tu, ni tangia mwaka uanze hadi sasa, ni siku ngapi ambapo umekuwa nje ya kanisa? I want to seek the face of God out. Nataka kutafuta uso wa Mungu nje. I want to stay away from the church for some few days as I seek the face of God. Nataka kukaa mbali na kanisa kwa muda fulani ninapotafuta uso wa Bwana. Yet you say, Anasema even when they sin hata wanapotenda dhambi against you, dhidi yako, and then they cry na kisha walie in this temple, katika hekalu hili, and you are in heaven, na uko mbinguni, when they are defeated, wanaposhindwa and they cry na walie in this temple, katika hekalu hili, and you are in heaven, na uko mbinguni, when they make supplication wanapopiga dua and prayers na kuomba in this temple, katika hekalu and hili, you are in heaven, na uko mbinguni, please tafadhali put your ear to their prayer. tega sikio lako kwa maombi yao. Look at verse 25. Tazama mstari wa 25. Look at verse 25. Tazama mstari wa 25. Verse 26. Look at verse 26. Mstari wa 26 tazama. When the heavens are shut, Wakati mbingu zitakapokuwa zimefungwa. when the heavens are shut, Wakati mbingu zitakapokuwa zimefungwa. Solomon really prayed. He touched all corners of life. Aliguza pembe zote za maisha. In Solomon's prayer, Katika maombi ya Solomoni, he touched all corners of life. aliguzia pembe zote za maisha. When the heavens are shut, Wakati mbingu zimefungwa. are shut up, Zimefungwa. and there is no rain because your people have sinned against you. Kusiwe na mvua kwa sababu watu wako wametenda dhambi dhidi yako. And when they pray Na watakapokuone, towards this place watakapoomba wakielekea mahali hapa and give praise to your name na kulikiri na kulipa sifa jina lako, and turn from their sin because you have afflicted them. nao wageuka kutoka katika dhambi zao kwa sababu umewaadhibu. Verse 27. Mstari wa 27 He's saying, anasema, then hear from heaven, basi usikie toka mbinguni forgive the sins of your servant, na usamehe dhambi ya watumishi wako, your people Israel. watu wako Israeli. And after forgiving Na them baada ya kuwasamehe inside the temple, ndani ya hekalu, teach them wafundishe the right way njia sahihi to live. ya kuishi. You still want to be out? Je, bado nataka kuwa nje?